ndo maana nilikimbia katika injili ya Baba, nikimwona nilisimama na niko na uwezo kasala, nina dance kama David na niko na imani ka Abraham. Shetani amejamjuu, niko na Yesu, hawezi nitisha mimi, niko na nguvu. Shetani amejamjuu, niko na Yesu, hawezi nitisha mimi, niko na nguvu, niko na wengine kama tudigiri. Jehova is the real Jaduo. Au wengine kama tuo chungulo. Chisa, kadigiri lista. Chini, kao chungulo. Chisa, kadigiri lista. Jibambe, jiruse. Jibambe, jiruse. Jibambe, jiruse. Mungu wetu ndio the real Jaduo. Mungu wangu the real Jaduo. Au wengine kama tudigiri. Jehova is the real Jaduo. Au wengine kama tuo chungulo. Chisa, kadigiri lista. Kao chungulo. Chisa. Kila kisida unaona ni kiburi. Wakini kadigiri. Sida yangu waki kadigiri. Akuto mbele zote kadigiri. Sijusi jamu kadinesa. Amefani ni mfalme na doma. Sema kuliswa nasi miaka 7. Na the real Jaduo. Hapo ndo umejua yeni kadigiri. Yeni kao chungulo. Ufalume Bilshaz. Si alidhani ati the real Jaduo. Nirika yake aliandikiwa mene tekea. Ndo wakajua yeni kadigiri. Bilshaz kametetemeka. Hadi magoti yamekutana. Mungu wangu the real Jaduo. Au wengine kama tudigiri. Jehova is the real Jaduo. Au wengine kama tuo chungulo. Jibambe, jiruse. Jibambe, jiruse. Jibambe, jiruse. Mungu wetu ndio the real Jaduo. Yesu akisema anatenda, vumilia mimi najua atatupa. Yeye tu pekee anatupenda. Za shetani zikikuja tunampa zidirola. Yesu akisema anatenda, vumilia mimi najua atatupa. Yeye tu pekee anatupenda. Za shetani zikikuja tunampa zidirola. baraka zishuke kama chombo. Tumekuja kumsifu Bwana. Baraka zishuke kama chombo, zikuangukie, neema yake izidi kukuongoza.
wa show yeah. Kwa Yesu nira namwita Papa Godo niliokoka wakacheka ho wakanipa wiki sasa ni mo nilizaliwa huruma na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kuna na katika na chuchuma nilizaliwa huruma na place nimefika ni neema na huruma sani huduma kwa Yesu kuna na katika na chuchuma kumbe kwa Yesu ni raha kumbe kwa Yesu ni raha chosen generation, we've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation, we've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am, I know who God says I am.
Bien Martin, Bien Martin, Bien Martin, Bien Martin, Bien Martin, Bien Martin. Welcome back, dear viewers. This is me again, Caroline, and we're back for part 2 of Rahab's story. Let's begin with a word of prayer. Dear Heavenly Father, we come before you this time. O King of Glory, we want to say thank you for this session that we are back to continue on with, O King of Glory. I pray that it would be a ministry unto the lives of our viewers, O King of Glory, and that it would touch so many lives and give enlightening to those who are seeking to learn this lesson, O King of Glory, and to use the things that will be spoken on this show to make their lives better. May you be glorified and be praised in this time. We thank you and we worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome back again. This is Table Talk coming from you from wherever you're watching us from. We are here at GM Church bringing this amazing show to you. I pray you be blessed by this session and stay tuned. Okay. Let's welcome our guest, Rahab, who is back again to continue on to bring her story out to us. Welcome, Rahab. Thank you so much. Thank you, Caro. Thank you, everyone who is watching us. I'm back again to finish whatever we started, the story that we started. And I'm sure you watched the part 1 of the story, and I'm here to give the part 2. And I hope you'll continue, like you will finish it, and it will bless you. Amen, amen. So as you all remember, Rahab gave us a story about how her life started out, schooling and everything, how she went through the injustice of, the corruption of Kenya, as most of us know it, in school, with uniform being taken care of, the hamzungus and such. We also got to hear about her beginning of life when she had to take matters into her own hands and give herself a better life and alleviate the weight over her parents' shoulder, She got married early, she had a child, a lost one. She went on to have more children, but the marriage went on in a way that she had not planned for. And she went through various pains and various struggles, and she suffered with a heavy wound that she carried and even came to Qatar with no possibility of it getting better until the time when God intervened. And we also got to hear about her sister who's currently here in Qatar. We bless the Lord for that. And so, dear viewers, let's go on and continue to hear this amazing story. So, Rahab, after your sister came to Qatar, what happened? So as she was preparing to come to Qatar, I told her to bring me some antibiotics. She knows my story, like I've gone through all this together with her. She gave me a shoulder to cry on, like she's my best. She's more than a sister. Among all other sisters and our brother and our parents, like she's more than all of them. She's your sister. I'm not just saying that because friend. she's here or something, but I can brag about her. She supported me all the way. So she's coming. And I told her to bring the medications, the antibiotics. Like we could search, because my journey, I've consumed different types of antibiotics to a point of getting tired. Yeah. So we had to sit and sat asking ourselves, which is the best? Which one can help? This thing, remember, Caro, not only medicine, like I've tried kujiombea, like asking people to pray. And one thing that failed me, that made me feel so disappointed, so lost, like I could even take my life, is talking to people.
Sometimes you go to people expecting help, but then not even Sorry. help, Karo, because I had lost hope like nitasaidika, but there is this thing sahi wanasema wacha niongee nitoke, but I think it has been there, like to speak it out. Yeah. In whichever way, sahi wanaiongea kama joke, but in whichever way you need that person to talk to. True. So when I left my sister, first I'll take you back kidogo. When I left my sister, akaenda Dubai, mimi nikaenda Saudia. I had to, like, watu wenye napatana nao, I could share with them. Viewers wanaweza shindwa na share na nani na niko na Mwarabu. Yeah. I stayed for 7 months, nikakemboi, I had to run away, like nilikuwa na uoga ya what if huyu Mwarabu ajue niko na situation fulani kwa nyumba yake. What will happen? Yeah. And you know, back then kulikuwa na issues, usichana sijui wanafanywa nini, sijui nini zina happen Saudi. Yeah. So I had this fear. Niko mimi peke yangu, niko na burden yangu na niko na fear. Yeah. All of it just took a toll on you. Yeah, so I had to run away. Not because I was suffering or something, just to go and meet my fellow Kenyans out there. Karo, I've gone through a lot with people, not just Kenyans, like with people. You feel like now I've gained a friend. Yeah. I can share with her or him things that will come back after some times. You will not hear even from her or him, from others. Like to a point of nikakuja kurealize now this is mine. Yeah, it's This better is you just keep it to yourself. mine. Yes, this is just mine. Mind you, ni kitu nikiwa Kenya back then, even after nimetoka Saudi, that is previously nikiwa Kenya kama sija travel, na after nimetoka Saudi, imeni take more steps. These 3 operations zenye nilifanyiwa, I had to go for 4 more. So currently niko na 7 operations repeatedly hapo mahali pamoja tu, like they repeat 7 times. So like walirudia 7 times. These 4 other times ni ile narudi hosi, and the doctors wanasema we have to repeat, ikwe fresh tushone upya itapona. And then nakuwa tu na ile itapona narudia. So when we get to the 4th time, ndio nikarealize nafanya nini? You're just going under the Ni knife kama again and nasukumwa again. tu nitakuja kuzima kwa hizi dawa za kulala hizi. It's like something is pushing me. Yeah. And then unajua ukiwa peke yako kuna hiyo instinct inakwambia what if nilale nikose kuamka? And what if you go under the knife and then the knife cuts you the wrong way? Yeah, na hizi operation zote they are doing it like wakijaribu kuchimba the reason. Like ni kama ni kama wanajifundisha na mwili yangu also. So kila daktari, I went to different hospitals. Kila daktari anafanya kivyake. So I went to this one hospital. Ule daktari alikuwa ananifuatilisha, akanipea appointments za kukuwa narudi clinic. And so she told me I have my own hospital. Yeah. I would like you to go there. My husband is there. Ni atakuattend, sisi mimi niko huku. But not to charge you more, but to focus on you. Mpaka tuende na wewe hii journey mpaka upone. I trusted them because they are doctors, wanajua zaidi. Yeah. And we feel like hiki tunataka ikutoke. True. So I had to go there. Nikaanza kufuata. Nilifanyiwa tests zote because wanasema kama kidonda haiponi, it's either uko na sukari, uko na cancer, uko na HIV, all those things, yeah? So they don't even know what you have. They're just using you ni kama lab rat. Exactly. Like what you would use. Exactly. Sasa hapa ndio nimeanza kupimwa sasa. I went through all tests. Hakuna, sina sukari, sina HIV. Kitu ilipatikana ni low BP. That cannot be the cause. Haiwezi. So akanituma to another hospital, at a private hospital iko Thika town. Niende wachukue a tissue wakate a tissue like some meat from me. Yeah. Ipelekwe lab to examine kama niko na cancer.
Like how? And how, like, all these things, no one is telling you it's this, it's all, it could be this. And the one who is telling you it could be this, you think, blood pressure, maybe sugar, nini. And even it get to a point where they tell you cancer, something as scary as cancer. Yeah. How So do you deal with there that? is this one doctor who told me, usisumbuke na hii kitu. Hii kitu itapona after 10 years because the stitches used inside ni zile za nje za plastic. So they used the plastic ones inside because tissues zako ni soft. Haingeweza kuhold. Hiyo ikipona ingekuwa inakusumbua to a point inaweza burst hata ukiwa kwa nyumba. So they had to use plastics ndani na haiwezi kauka ikiwa na plastics ndani, you see? Yeah. At some point nikamwamini, but hii kitu ameniambia tutakaa 10 years ndio hizo plastic zijikate. How? So jani yangu ya ku give up na hospitali, one of the things ni hiyo ya kuambiwa 10 years. But again I waited 10 years zikapita. I was so happy the 10th year. I was like, now this is my time, I'm going to be healed, like unaona ile kuamini kitu. Ushajipa hope nayo. Nimeshajipa hope, nimejua sasa nimegonga miaka yangu 9, niko mwaka wa 10, ndio mimi huu sasa naenda kupona. Mwaka ikaisha mama. I'm still there. I'm still carrying it. But sasa history yote nikakuja sasa nikarusha mikono tu like ile kuachia Mungu. Kuna word nilijiambia, God, kama sitapona, ni wewe ndo unajua. If it is you, acha ikae. Because huwezi niambia ati Mungu ameiweka hapo without a reason. I came to realize ilikuwa na reason zake, ambazo ni Mungu peke yake ndiye anajua. Hata ukishikwa na homa leo na upone kesho, God knows. Yeah. Ukishikwa na ugonjwa yenye itakufanya usiende job leo, God knows amekuzuia kitu fulani. So in this span of my life, najua kuna kitu God alizuia kubwa sana. Because even relationships, Karo, you cannot, like as a woman, where will you start? You can't. You cannot go explaining yourself to a man. Akikukataa, you go to the next one. You just give up everything and you continue with your life. It is you and your kids and your family kalas. Utaki kufuatana na vitu zingine. You understand? True. So it is very spiritual. Vile kitu imedisappear, you know, after 13 years. Because 10 years iliisha, nikaendelea kuishi nayo. Nimetumia different types of medicine, aiendi, nikaachana sasa na madawa. But now, kufika huku, dawa zipatikani, hizi antibiotics, as you know, ni ngumu sana kuzinunua. True. So when my sister was coming, before I had asked someone who was coming, ni rafiki yangu, nikamwambia anikujie na antibiotics, but zenye aliniletea, I took them, nothing happened. Remained the same. So when sister wangu alikuwa anakuja, I told her tuangalie zile at least ziko better. Tukaanza kufanya ma research. Nikapata zile one of the best antibiotics sijui ni Augmentin also. So nikamwambia angalia kama ziko Kenya, akapata ziko. So nikamwambia, you know what, bring them. Akaniuliza, are you sure? Kuna time ulikuwa umefika umezi dawa utaki? Are you sure you want to start this again? Nikamwambia, I'm taking them for the last time. I'm taking this for the last time. Zenye utaweza kuleta, mimi sijalipwa, sina doa kutumia. Zenye utaweza kununua, hizo ndo nitakunyoza mwisho. Na nimefika mwisho. If it is not going to heal, itakauka nikikufa. That is where I was. It was your last resort. Yes, nimefika mwisho. Your last result had a positive but a negative as well. Like time. Mimi feel like kutoka hiyo time vile nimepata hizo results, sasa nimeanza kuona like ni kama nilitrigger Mungu ama ni kama nilikuwa connected, nimejua it is the last packet that I'm going to consume, ama nilijuaje, ama ni the spirit was speaking. I don't know. But I told her this is the last one. So she came. Alikuja haraka sana. Safari yake sasa ndo naanza kuconnect hizi vitu, like ni kama alikuwa anakuja kuleta hiyo for the rescue, you know.
because uwezi niambia Karo ametoka Lebanon last year September. Amekuwa kitafuta job, hazipatikani. Nimekuwa hata mimi mwenyewe nikiwa huku natafuta vile atakuja, hazipatikani. And now her friend mwenye walikuwa na yeye Saudi ako huku in a company. And this lady ameongea na boss wake. Amemwambia niko na rafiki yangu unaweza mleta tuendange na yeye kazi. Just that. And the boss said, okay, nitumie passport yake. Kutumia passport ametoa visa. Not just that. Like imekuwa kitu ya haraka sana. Passport kukuja akaambiwa usiende kwa any office at agency, tafuta makaratasi zenye unafaa kutravel nazo. So mimi kuulizia tukaambiwa vile anafaa kuenda embassy and all that, kustampiwa hizo documents, akazipata zote na akaconfirm hizo ndo zinaweza mleta. So the boss was waiting for umepata documents, I paid the ticket. Akasema amepata. So sistangu nimemwambia usiende salon kwanza. Alikuwa anataka as we all know mtu anatakanga kuja akiwa presentable. True. Nikamwambia usiende kwanza, ukitumiwa ticket tutakumejua ni siku fulani, so utaweza kujipanga in between. Do you know alitumiwa ticket leo asubuhi na anafaa kutoka jioni. Like hii haraka ni anaenda wapi? When you expected it to happen in the same process other people go through, it happened in an extraordinary the difficulties way. So we were like maybe hata hizi documents si zote, maybe akifika airport tulikuwa na hizo doubts. Kushuku. But you know kuna document yenye hakuwa nayo, but waliziangalia hivi na wakamwambia huna document fulani pita. Others were held there. Yeye akapita. Like now she's even asking me, why am I in Qatar? Because I feel it's not just work. Kazi ilitumika tu kunileta, but it's not the reason. There's a bigger reason. There's a reason why I am here. I don't know what is it, but God knows. Only God knows. You might even realize that it is God bringing back the lost time. You know, it's the bodies that we have. Hii mili yetu we come to realize baadaye. Na nilikuwa nimefeel the same, nilikuwa nimesikia, sijui nilipatana na yeye. You know, the bodies huwa zina realize baadaye, ziko always late. But the spirit is inaendangana time ndani yetu. True. So we pray that God will reveal whatever it is. He will. And I believe I am the first of I'm the one of the reasons. Zenye zimemleta huku, because alikuja na hizo dawa, and I was in a prayer of thanksgiving because of her journey. So when she came, I was in a 7 days prayer. I told her I cannot consume them, but I will keep them. Niko na 3 days remaining, so I will keep them. For these 3 days, vile nilimaliza, I started. Zina mezwa moja mara mbili, in the morning and the evening. So I took the first one in the morning, the second one in the evening. The third one, kesho yake. The fourth one, results zikaanza. I was like, ikitu ina react aje? How? Ndio inataka kunichenga alafu irudi. I was still having doubts, you know, tumebeba for 13 years. So I was like, wacha niendelee. Nikaenda the third day. The third day the thing was not there. Like ni kama ijaikuwa. Ni kama ile miracle ya when the waters parted, and when Peter was told come out of the boat, and he walked, but he lost the faith. You know, when you tell people things that God used to do can still do. True. Some of them might not believe. It's hard to believe unless you see it. For me, you cannot tell me like Mungu haezi ati kuna kitu fulani Mungu haezi fanya. Because of this, you know, build up my faith to another level. Like imani yangu imeongezwa nguvu ingine hata sielewi. Like how? 13 years. Kitu imekuwa tu umetembea nayo, you cannot even dress properly. Like you need to dress it well ndo uvae nguo zako. You need to clean it, to dress ndo uvae. Otherwise itakustainia nguo, and you'll be embarrassed as a woman. So I know some
we might have some people, Mm. even in church, Yeah. who have going through some stuffs that they cannot even share. They cannot trust anyone. True. They cannot be in relationships. They cannot they cannot have friends. Mm. Like even, okay, they have friends, but they have limits. Yeah, you they limit cannot how open much you up. can share Yeah. and how much you should keep to Yeah, yourself. it is okay. Mm. I want to tell them it is okay. Mm. A time is coming that you will be comfortable sitting in this chair like me, Mm. sharing it openly. True. Because kitu kama hiyo Karo, you cannot just trust anyone na ushare na yeye. Mm. You never know kesho ataongea na nani. True. And you know, kukua embarrassed ama kusikia umeongelewa kitu kama hiyo inakuanga ni kama roho yako, ni kama hata aseme kitu ingine than kuongelea hiyo. Inakuanga ukiwa na burden kama hii, inakuanga imeshika life yako in a way. Yeah. Eri ungetaja kitu ingine. It can get you to the point where inakushata completely. Kabisa. Even if your strength was built up to a certain level, just by that one thing, you would find yourself falling out of the edge, and then Yeah. you're just back where you Exactly. started from. Like the last time niliongelewa ama ilikuwa discussed, it was just a friend, a very close friend. But sasa hakuwa anaweza kuniambia direct, ama hangeniambia, ama hangeiongelea kwangu. Of course ataongea na watu wengine. Yeah. But I could not know. Do you know, nilikuja kujulia God naye anafanya vitu zingine, unabeba mzigo lakini anajua unaweza. Yeah. Wameongea, rumors zimeenda, watu wengine hata wanijui But they know about you. until tumefika deportation center Saudi Arabia. And then people are like, oh, wewe ndio unaishi na mtu fulani, wewe ndio hivi na hivi na hivi. Oh my God. You're like, I broke how? down and the police are coming, they are holding me. What is happening? Are you fighting? Oh, it was so emotional. Like nilifeel uchungu sijawahi sikia. And that is why it is said that words have the power to kill or to destroy. And that is why most people, when they go out and speak certain things, you might find a person is the strongest person, but just the utterance of a word Yeah. can destroy that person's Yeah. confidence. Yeah. Just by mentioning someone in a wrong way, Yeah. even at work, can Yeah. make them lose a job. Yeah. That is why people should always be careful of what they utter through their tongues. Exactly. And also us as individuals, once bitten, twice shy. Yeah. So we also need to be wise. Yeah. It is not everyone who you call a friend is a friend. It is not everyone who gives you a shoulder to cry on Yeah. will be that true shoulder. That's what I would encourage people. Maybe someone is out there watching this story, Yeah. and maybe she's going through something. Yeah. Wakati Yesu alisulubishwa, alisema yote yameisha. Yeah. Like we were set free. True. We can talk to God through Jesus. Whatever you need, you can talk to God through Jesus, right? Yeah, true. You don't have to pass through people. Sometimes tunakuwa weak, una feel like Karo maybe anaweza kuwa na suggestion kanaweza nisaidia. Yeah. But remember, hata hiyo suggestion yenye Karo atakupea ama Rahab atakupea, itakuwa imetoka kwa God. Yeah. Hajajipea yeye mwenyewe. So enda kwa source. Acha kupitia njia za kukata. Umesema hivyo nikakumbuka hii word inasemanga, come to me all who are heavy laden. Yeah. Yeah. So if you know you have a heaviness in you, a weight, why go to a man when a man cannot even carry a cross? Sure. When you have God, who he himself came as man and carried a whole cross Yeah. that allowed him himself to take all our weights, not just the people of the past, but even the people of now and even the people of future. Yeah. All their weights were carried to that cross Yes. by God himself. Yes. And
there's no way any man can do the thing that he did. And when you think that a man can raise you up, there's this song that says, ukiinuliwa na mwanadamu, mwanadamu atakushusha. Ukiinuliwa na Mungu, Mungu atakuweka juu. So in the same way, like if you depend on a man to ease your heart or to pray on your behalf, many times, more often than not, and you know, find, and you know, when I come to you as I need you to pray for me, kuna faith ingine tunakuanga nayo, which you can be disappointed. Pastor ni mwanadamu, si ndio? Ako appointed by God, ako anointed, si ndio? Nimekuja nataka aniombee. Kuna ile faith ya as long as ni pasi ameniombea nitapona. Enda ukose kupona kama Rahab. Will you ever go to church? No. Hutaenda kwa sababu utasema si wa ukweli, because expect too much, like expect huyu ndiye anafaa kuniponya. Akiniekelea mkono kalas nimepona. So kama si timing ya Mungu, itabidi sasa umeachana na ile church ama umechukia ule mtu of which alifanya part yake. Kama time ya Mungu haijafika, it will not happen. So you will have to be patient. Kama unaomba, be patient. And know the answers. If the answer is yes, definitely results zita reflect. If it is no, you will be stagnant. Hata ufanye nini, utakwama tu hapo kama ni no. Na obvious hiyo no inakuanga na meanings zake. Anajua kwa nini amesema no. Maybe in this time, Karo, maybe ningekuwa someone hata hajulikani, ningekuwa labda nilikufa kitambo. And you never know imenizuia nini. That is what I came to realize. Kuna vitu mingi sana God amehold. Because let me use this one. Kama ningekuwa sina hiyo kitu, maybe ningeingia kwa relationship ingine yenye labda it could have taken my life. You don't know, right? Uwezi jua kama ningekuwa labda mimi ningeingia kwa hiyo relationship nikuwe mbaya ni uane, unaelewa? Like imenizuia tu, kuna kitu imezuia yenye mwili hezi elewa. But the spirit knows. God knows. Yeye aki hold kitu. Naongea hivi kwa sababu kuna mtu anaweza kuwa na burden na anaonanga mnaongea nini? Mimi nikiongea story yangu, huyu hata anatuambia nini? Mimi nikiongea story yangu watanyamaza wote. Hakuna story yako. All these stories ni za Mungu. Hiyo kitu ameweka hapo, iwe ni chuki ya familia, wewe umetengwa, wewe ulifukuzwa, iwe ni wazazi walichukuliwa, wewe umebaki peke yako, umebaki hapo unajihurumia. Kuna kitu mbaya inaitwa kujihurumia. Hiyo kukaa hapo ati juu kitu imefanyika. I've lost my mom, I've lost my dad, unakaa sasa unajihurumia, ama niko na hii shida, niko na hii burden, it's all on my shoulders. Unabaki hapo unajiuliza oye mimi nitafanya no. Oye never helps Dust anyone. yourself. Amuka, songa mbele. As long as you got God. And as long as you pray, read your Bible, omba. Imagine uko sawa. Mimi usema kukuwa saved, niko safe. Nilikuwa safe the moment I got saved. And this journey ni mwaka mmoja. Tell me why 13 years nikiwa na burden inakuja kumalizwa na hii mwaka mmoja kwa salvation. It is the thing that we were told by Minister J the other day, go deeper. We don't go deep. We just go here shallow. Tunaogopa kwenda deep. Watu wengi wanaogopa. Kwa sababu gani? Wanaona akona vitu mingi zimemhold. Anaona akienda hiyo deeper atakosa amefocus na God, kuna vitu zake zitasimama. Who told you hizo vitu zote zenye una run, nani anazirun? You don't have the power to run them. We don't have any power to run them. It is not by our own might ati ndio tuna run vitu. It is God himself. Hizi mwili, hizi vitu nimerealize in this altar. Jiam imenifungua akili, jiam imenifungua roho, like kiroho kuna awe nimegrow hapa jiam. Nikakuja kurealize the moment you accept Christ, anaenda wapi?
anaingia ndani yako. Christ in me. Sisi tunaitwa mizabibu. Tunaitwa mizabibu na yeye ni farmer, si ndio? So aliplantiwa wapi? Ana plant wapi? In your heart. Yeah. So wakati kumaccept nilo umefungua roho, umeaccept, like you surrender. Yeah, true. You give them all to him. True. Dhambi zako zote aondoe. Anaondoa ile uchafu yote, unakuwa mpya na apate mahali pa kuishi, because haezi kaa mahali pachafu. Yeah. So the moment you surrender, anakaa ndani yako. Akikaa ndani yako, who controls Him. Ni him, right? So tuseme for example unataka kwenda job. Umeamka vizuri, umeoga. Kitu imekwambia omba. Ni kitu gani hii inakwambianga omba? Holy Spirit. It is him. Yeah. Right? Yeah. Haya, unatoka. Ukitoka kidogo kidogo unasema wacha nirudi kwa nyumba, niende nichukue sijui kitu fulani nimesahau. It is him. Yeah. Na wakati umemkubali, I want these people to know, like hakuna vile ataikubali uanguke kwa mtaro. Na akikubali uanguke kwa mtaro, because there's some time utajipata uko mahali labda umekwama, kuna shida, ama umejipata in trouble. Unaanza kujiuliza kwa nini na mimi nimeokoka. When you are there, kumbuka ni yeye. Wewe sasa you are just the body carrying him in you. This is just the body moving too. Anaielekeza. True. So akikuelekeza kwa mtaro umeanguka, know that he is hiding himself asigongwe. Huyu mwili ikigongwa atakaa wapi? Umekufa, umeenda, umeachia wengine, si ndio? Yeah. So like the way our body is the temple of the Lord, we should take care of them, knowing that ni mwili tu. Even when you shower, you are just washing the body. Yeah. But yeye ndio the owner. Yeah. Hiyo roho yako ndio yeye. And again, kuna hizi kingdoms mbili, kuna hii yake na kuna hii ingine. Yeah. Whenever you think of something, I want to go to church, kitu ingine inakuja inakwambia hii nikitumia hii 20 bob yangu alafu kesho the other kingdom is taking over. It's just whispering from the other side. Haina nguvu. But because umejiachilia kwake, wewe unanga ati kujisumbua sana. Whatever you want to do, let him do. Yeah. Utajipata umefika church, whichever the means. True. Utajipata umefika. So we are just sisi ni vyombo tu tunatumika tu. We're just vessels. Yeah. Kitu tu empty, akitoka una bahati. True. Umesema hivyo, and then nika realize something. If your life, whether good or bad, Yes. whether terrible or hell, Yes. if it does not act as a ministry unto the lives of others, if your Yes. life is not a ministry that speaks, God did it, Yes. God did it, then you are not living. You are just, you're like the walking dead. Yeah. You're just like mere bones walking around this earth, going about, eating, breathing, sleeping, because that is a grace. But if your life is not bringing him glory, then who is it bringing Imagine glory zile to? vitu mbaya ziko huku nje. We being the plant, na yeye akiwa farmer. Imagine the pests zenye ziko against the plant. Imagine the drought. But he is there taking care of you. Hata hujuangi. Mambo zako zinaendanga tu vizuri. Ujui what is happening. Unaamka, kuna watu, okay, I will say this, kuna Christians, ni Christians tu kawaida. Mimi ni Mkristo. Akiulizwa mimi si Muislamu, mimi ni Mkristo. Yeah, true. Those Christians. Naamka naenda job. Narudi home. Huku as you know, ni job nyumbani, job room. Yeah, true. The end of the month unapokea salary yako. Like life yako iko tu sawa. And you don't care. You don't even know who takes care of me. You think you are the one. No. I do take care of myself. Nangara, nakula vizuri, familia yangu iko sawa. You think it is you. How, It is can't. God. Ukikuja kwa salvation ndo unajuanga. I've been lying to myself. Nimekuwa nikiangalia I've my been life through a lying to different myself. book. Yes. Nilikuja Jiam, nikaangalia nikajiuliza,
where have I been? I had so much, sijui niseme ni uchungu ama ilikuwa ni spiritual whatever, sijui, but I could, nikianza kuomba tu, I'm just crying. I'm connected to these young men, young women, like wasichana wadogo wako huku wanaomba. Where have I been? Mbona si kujua kuna church mapema? Yeah. See people worshiping God. Wanalala, wanapiga magoti, like nini dunia gani? It's not about at mimi ni young, nafaa kusijui kurave, nafaa hapana. It is about knowing God. True. It is about loving him. True. It is not about kuenda church. Juu kuna wale wa kukuja church. Kuna Wakristo wanakuja church na kuna Wakristo na kuna wale wanapenda Mungu. It is about loving him and being a living sacrifice and forgetting what surrounds you, because ilifika to a point, Karo, I'm doing everything that watu wanafanya kwa church, like I'm serving him. No one could realize niko na shida. Ikifika ni kubeba meza nitabeba, ikifika ni kufanya nitafanya. I don't care, because I realized this is something trying to hold me back. Watu wengi wako na kitu yoyote, unaweza kuwa na anything else, si lazima ukue kama mimi, but watu wengi wako na kitu ina hold back. True. Kuna kitu tu ina hold back to serve. Utapata mtu ana confess kabisa, anakuambia mimi uko mshy, siwezi simama mbele ya watu. Who told you ni shyness? Try it. It's just something to hold you back. Yeah. Because the enemy knows what you can do. When you stand there in front of those people, what you can do. Yeah. The words that you are going to utter, whom they will touch, whom they will help. You never know. The enemy knows. So he uses shyness to hold you back. Whenever you are trying to stand, una feel like confidence imeenda. Ni wewe chini. Wewe umestick kwa kiti. Hakuna siku 5 minutes zikiulizwa hakunanga watu. Hakuna. Wewe umestick tu, ni kama uliwekewa glue. Ukikuja kwanza kuna ile kiti yako yenye wewe unatakanga, mimi ukaa hapa. Kifika hapo niko home. Mimi napendanga hapa nyuma. Who told you? It is the enemy. Sisemi enemy anaingia kwa church. Hapo kwa you, hapo penye hapo ndani yako. Si Mungu ako ndani yako. True. The enemy comes to your mind and whispers to you. Ana whisper, anakuambia hapana. Ona Karo vile anakuangalia. Unaona fulani vile anakuangalia. Ona vile anakuangalia macho mbaya. Hakuna macho mbaya iko church. Ni vitu zako tu zinaongea kwa akili yako, zinakuonyesha you cannot do this and you will not. Ukiendelea kusikiza you will not. Inakuwa ni kujidust tu na kujiambia hata kama uwezi kabisa, try. Baby steps zinakuanga zinasaidia sana. Ukipiga hiyo hatua moja, the enemy will go. Ataona ameweza. True. Hata ukiona watu, labda nimeona Karome niangalia vibaya, next time I will try. I will keep trying. I will go deeper until I get there. Go deeper. See me now, healed in this altar. After 13 years. After 13 years. Who can carry a burden for 13 years? For How 13 many years. of you are so strong to walk about with a wound for 13 years and still keep pushing and travailing and trying to live as a strong woman or as a strong man? How many of you can do it as bravely as Rahab did it? She may not see that she did it in the best way, but if you as a viewer, even I myself, when I hear her story and I look at her, I'm like, ulijaribu. You did more than I could even have done. Yako. I will say it's God. But in that time you didn't know. Nikisema ni Mungu, if I say it's God, someone out there who is listening to me will say, 13 years ukiwa na kidonda na unasema ni Mungu. Mungu mgani? It is God. It is him. Mwenye alifanya nipate huyo mtoto. One day my daughter asked me, Mom, ni mimi nilifanya ukue mgonjwa? I cried. Nikamwambia, no, I'm not. I'm not sick.
I'm not sick. No. Nikasikaa tu kadogo mama, nikasikaa kadogo na katapona. I'm not sick. Yeah. Because she knows, you know, Yeah. when you ukilea watoto wako, they know you. Yeah, true. As you know them, wanakujua. So the God that gave me this kid, ama kids, na akajua nitakuwa na hii situation. Like tunaambiangwa alikujua kabla hujaumbika kwenye tumbo la mama yako. So wewe ni nani wakuja kusema ati ni shetani? Kama ni shetani, kumbuka pia Mungu alijua. True. Our lives ziko kwa mkono yake. Kama hujaumbika kwa tumbo la mamako, so alijua utapitia hapa. From here anajua mahali nitapitia next. Mpaka mwisho wako anajua. Yeah, true. And even there's something, as much as you say mom, hata shetani mwenye anajua the life that I will live. I believe in my heart that God, the God that we serve is not a God who reveals the whole plan to the enemy, like he blows it away. The enemy knows the beginning and he knows the end. The in-between, it is him who tries to orchestrate things that are meant to frustrate you, because he is afraid if I don't come here in the in-between, the end that I know of, I do not want to see this. So he tries the in-between, but he is not sure the in-betweens. So even you as a person, you need to armor up with Christ. You say, in between mimi ndo nitakonga, hata mimi mwenyewe sijui, but I have a vision. Also, it's I would encourage our viewers, if you have something like me, I used to have, because I don't have now. Yes. All glory to God. If you have something yenye inaendana na hii story, know how you talk about it. Even if you have that one person you trust, that one person, that one my sister, that one sister, that one brother that you talk to openly. Know your words. Like kuna hizi words usemwa, tuseme kama sister yangu si ananijua kabisa, tuseme sasa hiyo time nilikuwa na shida, aniambie kuja nisaidie kubeba hii, nimwambie wewe si unajua na kuanga na shida. No, that na kuanga mi ukuwa hivi, mi ukuwa umejiweke, umejiplani, like ni kitu umejiwekea na umestamp, umeandika chini, umestamp, umepeana, umepatia the enemy. Like mimi niko hivyo. Mimi nilishindwa, mimi siwezi, mimi ni muoga. Speak to yourself. If it takes you kusimama kwa kioo ujione vizuri, simama kwa hiyo dressing mirror, jiongeleshe. Utter those good words. You are blessed, you are healed, you are favored, you are loved. Like you are the best. Jiongeleshe hizo words rather than kujiambia mi ukuwa na shida, mi ukuwa na kasoro, mi ukuwa hivi, kwetu ukuwa hivi. Even kwenyu ni altar unatengeneza na ina grow. When you say kwetu kuna kuanga, tunakata hiyo maneno. Ama kuna watu tumia jia ingine ya kusema awasemi kwetu kuna kuanga. Mi kwetu sijui wanakuanga. You need to know. If you walk with God, you need to know vile kwenyu ukua. True. You need to know mama yako ukua aje. Usijaribu kusimama, you know watu uongea in a normal way, usijua na kuanga aje. Umeikubali. Unaona, tuseme umekasirika, labda umekasirishwa na umepiga simu home, you wanted to talk to your daughter, and then unaambiwa ameenda. You are like, sijua na kuanga aje, wajui mtoto ameenda. Ni kitu na plant, ni kitu unatengeneza na ita grow. Hiyo hujui, usha disappear in spirit, hautawahi jua wako aje, hautawahi elewa wanaendanga aje, wanuma wanaishi. You are the one. Wakati umeingia kwa salvation, forget about ati mama yangu ameokoka, mwingine ameokoka, sijui nani ameokoka. It is you. Wewe sasa ndio uchague kusimama nao, uchague kuwajua, uchague kujua nini usumbua hii boma, nini ilikuja, nini iliingilia wapi. Pull all those roots ukizitupa. It is you. In this life, usiambiwe ni wewe na fulani. It is you and your God. True.
True. So we True. need to know him deeper. Yeah. We need to talk to him in a deep way. We need to connect with him each and every moment. Yeah. Wherever uko job, uko wapi, hatujaandikiwa ati tutaenda kuomba mahali fulani, ati umeandikiwa unaenda kuomba masaa fulani. Hakuna hizo sheria. Hakuna. Sisi we are free anytime anywhere. Kazini umeambiwa usiombe, sitaki kuona mkiongea, sitaki kuona mtu akiongea. We can pray. Yeah. Because he lives in me. Yeah. Nitamuongelesha akiwa hapo ndani. Yeah. My sister does something funny. Wakati anaona mambo imekuwa tight. Yeah. Things zimekuwa tight kwake. Atapika chai na ataweka vikombe 2. God, I need to talk to you. I know at the end of the day I will consume this one, this yours, because I know you lives in me, but we need to talk. You see? Yeah. Like vitu zingine unaweza kuwa unafanya hata mtu mwingine akiona ataona huyu ni kama akona depression, ni kama amenza kuchizi or something. But you know how you connect with your God. Yeah. That extraordinary faith. That's it. Go deep there. You utakuja na kitu. Nikikwambia when I came to GM, vile faith yangu ilianza ku grow in a very different way. Yeah. Kulingana na vile nilikuwa before. And the way I started praying when I came to GM. The way I started connecting with God. Totally different. Hey, it's different. God is amazing. Yeah. I will say God is amazing, and I Yes. will worship him. Yeah. If at all there is something that enemy plans there uko mbele, nimeionea mbali na nimeicancel. Nothing will ever come like, unajua hizi words usemwa na watu wengi. Yeah. Hakuna kitu itanitoa kwa God. For me, I mean them. Because huwezi niambia umepona 13 years and then you just walk away like those wenye walivushwa alafu wakamsahau, walivushwa ngambo ingine alafu wakamsahau. Yeah. Wakaanza kuworship other gods. Which other God can come? None. That did not came And was not when defeated. I was who else? Let's worship the Lord. True. There's this song imekuja ila, I will praise you in the storm and I will lift my hands because you are who you are no matter where I am. So God is still the same God Yes. no matter where you are. Yes. And if you praise him in the storm, you will get out of the storm still praising. Yes. And you will celebrate when the victory is then. So praise even in the storm. Yes. Worship When him. you are in your trials, praise. Worship. In fact, I'll say vile our dad usema, Pastor Dan, wakati uko kwa majaribu, hapo ndo sasa unaenda kuinuliwa. Huwezi inuliwa tu hivi na hujajaribiwa. Wakati unapitia, shukuru kwa sababu unaenda kupata gift ingine kubwa sana. True. It's a labor of love. It's like when we go to the delivery room. Yeah. You go through the pains. Yes, to get this beautiful thing. At that time, you would want to bite that child out. At that time, But you would swear, I will I will never. But the moment you have overcome that pain and the pain has faded out of your body and you hold that little thing in your hand, you're like, "Ay, or else God." when tukiwa shule, you will you have to go through the exam to go to the next level, and if you fail, you remain there. So these trials, you have to conquer them. You have to know how to connect with God to conquer them. Yeah. Because you will go to the next level. True. Hii ni tunaendanga na ranks. Yeah. Kwa God tunaenda na ranks. Kuna hata kama utakuwa ati unajulikana sana, wewe ndani yako uko kwenye anaishi, kuna ranks zenye unaenda Unapita. ukipanda mpaka una feel enyewe penye niko. Si mali nilikuwa. And I'm very sure even you Karo, ukiangalia few years back, you are not the same Karo today. No. You are not the same Karo as today. No. And even vile umechange, it is still the same. The next 1 year, you will be different. Utakuwa in a different location yenye unasema enyewe Mungu amenitoa mbali. Yeah, There's a time ukweli. nilikuwa hivi na hivi na hivi. You see? So let's keep in him. True. It is him that matters. It is just him. True. Nothing else. Hizi vitu zingine zote ni zenye zinaitwa vitu za dunia. Hazimata. Ni vitu za dunia, hakuna kitu ina matter.
Hakuna kitu juu ningeambiwa nakufa leo juu ya hii kitu. Ningefanya nini? Kama alikuwa ameandika nitaisha leo nikiwa na hiyo kitu, ningeisha nayo, si ndio? There's nothing I could have done. Na amenitoa. He delivered me. Amenitoa mbali. Amenideliver tu kwa mapenzi yake, you know? Kwa mapenzi yake mwenyewe. True. I prayed. I took medicine. Yeah. They did not work. Kwa mapenzi yake na kwa wakati wake. Ikatimia. Let's live for him. Yeah. Living for God. Living for God. Yeah. It is a joy. You know, once you start getting to know God, there's a feeling, you know, like when, especially us women, we're emotional beings. Yeah. When you have that guy, and then finally he talks to you, and then you feel like ukadhidhi. Yes. Yes. Once you incorporate yourself into God, ushaanza kwa your relationship na yeye, you get that. Yeah, because kuna feeling. relationship, kuna kuokoka, but kuna relationship. Yes, the koinonia. Wakati sasa mnashikana, yani it is very sijui niseme aje. It's unexplainable. You can't even describe it. You feel a sense of glow that you cannot explain. Ukozileza, hii feeling sijaipata. Kwa hivyo siwezi eleza. And there's nothing that could compare to how you would feel when you begin to walk with God in the right way, in the way he intended. Once you begin walking with him, you're like, life ataikuwa make sense before. Life begins to make sense. As you say that, I know people will watch this live and they will share. They will share to their friends. Yeah, they share. Because a friend might not have a problem that I shared, that I used to have, but he or she might know someone who's going through this. So it's from a friend to a friend to a friend. We are sharing it, right? You share to your friend, and a friend will watch. Whoever will watch, I would like to encourage them with one word. Unaweza kuwa una feel mimi vitu nimefanya manzi kwenda church ni noma. Kuna hiyo kitu na feeling God aezi nikubali. Hey God, I've been sinful, I've been bad. Like naanza wapi, naanza aje? Yeah, we've all been there. Start by coming to church. Just start by coming to church. Unaweza fika hiyo kitu ikuandame. Ukifika church inakuandama. Kuja ukae back seat. Come and sit at the back seat. I told you baby steps ni muhimu sana. True. As long as umeamua, ujakwama penye ulikuwa, umeamua umepiga hatua ya kwanza. Baby steps matters. Kuja kaa nyuma. Yeah. The next day you will find yourself umeruka line moja umekaa mbele yake. Penye ulikuwa umekaa umeruka line moja. Hivyo pole pole. Umekuja una feel you cannot pray. Kuja. We kuja tu. Because I will tell you for free. Presence ya God. Presence ya God. Ndio yenyewe tu itakutoa kwa hizo situation zenye uko nazo. True. In every situation ako na nakujua. So ni wewe tu piga hizo baby steps, ukuje, uwezi omba kaa kwa church. He is here. I will not say he is not there where you are, but kuja kwa altar. True. Kuja kwa altar. True. You never know, maybe man of God, woman of God atatumika. True. You never know. Holy Spirit atakuja ataongelesha nani ama atakusaidia na njia gani. Just come to church. Whichever way, just come to church. Whatever the situation, just come to church. Kuja. Friday unafanyanga nini? Niko off. Unadu nini? Nakaa kwa nyumba ama natoka naenda sijui wapi. Kuja kanisa. Tembea church. Kuja kama kutembea. Haina shida, we tembea tu. Kuja mzuru roho huko. Haina shida. Haijalishi kama jana umetoka happy. Hizo 4-5 hours kuja. Come to God. Kuja tu. Mi unajua, most of the time I hear him through music. And then there's this song that I like to refer to songs, especially when they come to me. Kuna wimbo ukiongea imekuja, it says, "O come to the altar, the Father's arms are open wide." So come to the altar because his arms are open wide.
who opens up his arms to you, not even man himself. Utanikosea sahi. Ukuja ni smile, I will give you, nitakupea reality. Yeah. But with God, he does not care if you woke up now and you are in sin. Yeah. But the very moment you come to his presence, the old is gone, You know, the new has come. they watch, they hear about the church and they think Judgment. those people in that church are holy. Those people have been holy all their lives. Some of us, if we share our past vizuri, wachana na hii ya ugonjwa, tukishare past, utajiona mzuri. So, you are good as you are. Hata si past until we are fully perfected in Christ. Yes. Especially when you're beginning the walks. The juncture between the beginning to the final perfection. Yes. You will still sin. Leo itakuwa si Sana. ati nilienda kule kufanya happy. Sana. Itakuwa nilimfikiria mtu vibaya. Nilifikiria mtu vibaya, niliangalia mtu vibaya, niliona wivu. Hizo Na ni bado vitu nitakuja kanisa. Ziko ndani yetu kwa Yeah. sababu tuko na hizo kingdoms. Yeah. Like the enemy is still fighting you. True. Usiende kwa sababu anajua destiny yako vile inakaa. The only way you can shake them off is if you Anajua come to huyu mtu God. akisimama vizuri spiritually, ata move kila kitu. So he is still trying to fight. Ni Mungu tu ndiye anatusaidia. Ni Mungu anatusaidia and he True. forgives each and every day. True. Because we are sinners. True. Anatusamehe kila siku. So wewe mwenye unafeel umefanya dhambi mingi, hujaisamehewa. Wewe ndio uko beta kutuliko kwa sababu True. sisi tunafanya kila siku. Wewe labda ulifanya, ukikuja zitakuwa wiped. Zote wiped. Sisi ni ile tuko zile za you know the right way. Why don't you? But he still corrects you with love. Yeah. He still corrects you with love. He loves us. You know, God loves us in a way that is just so amazing. That's all I can say. And hakuna venye naweza sema, there's this thing about new believers, especially when you're starting to come to Christ. I don't know if most people feel this, because for me, I have gone through this more than once. As you're starting the juncture, because every day is a new start with God. Yeah, sure. As you're trying to connect with God, to reach out to his arms, pole pole, there are days where you're like, hey, there's some things Christians say, ati, by the way, you know, when you get connected with God, you will begin to experience certain supernatural gifts. You know, not even just the blessings, but you aspire for that relationship with God. But then you find yourself, the enemy comes to your mind and then he tells you, those things, they look far-fetched. Zinakaa ni zile tu za kuotea mbali. But si za kuotea mbali. Like, hey. Like not me. True. Yeah, but when you are new, hey. it comes that way. True. I feel like, mimi, hapana. Mi siwezi fika kama fulani. And that should not discourage us. Karo, rank yake iko juu sana, I cannot go there. This thing is like, kama ushaisikia ama ukafanya kitu inaitwa network marketing. It's like network marketing. Network marketing, kuna wakubwa wako. Na wao wakubwa wako walianza kama wewe. So, kwa spiritual life, hakuna wakubwa. We are all equal. Ni ile connection yako na Mungu. Connect with God. Na imagine kuna kitu inakuzuia. You are free to connect with him. True. Just kneel down, pray. Read your Bible. You will connect with him. True. Very fast. Uta-connect in a way that utashindwa, kumbe alikuwa hapa karibu. Sisi tunaonanga ni kama inafikanga mahali tunaona kufikia Mungu lazima ni fast kufanya hivi, nisifanye hii dhambi, nisifanye hivi. Kuna hii phrase ya anatusikiza napanda Jacob's ladder. Kufikia Mungu ni kama kupanda Jacob's ladder. No. He's so close to us. True. Sisi ndio tunapitia njia ingine kumtafuta. True. Nakuja sina ile confidence, sijiamini. Karo, I have this burden, I want us to pray, I want you to help me pray. It is good to have a team, a prayer team. It is good. Sio kitu mbaya kabisa. Because even me, I have prayer teams. True. But wewe mwenyewe wakati uko kivyako, ama hata wakati mnaomba as a team, utajiombea?
Of course lazima utajiombea kujikava na whatever. So it is you, it begins with you. Ndio utoke huko nje, it begins with you. Yeah. Because again unaweza kuja tunaomba mimi na wewe za team na mimi siko straight. True. Of course nitaachwa nyuma. True. So it begins with you. And there's also a misconception that I want to change. Prayer is not about words. Yeah. People assume that it is about the words that you're speaking. Yeah. It is about the posture of your heart. Yeah. So utapata mwingine ako in tongues, but only that person and God understand what they're speaking in that time. But for you, you may just close your eyes and then unasikia mwingine anasema, oh Holy Spirit come down, uko zile za sijasema oh Holy Spirit come down, unasema oh Holy Spirit come down. Hujasikia what is in his heart. You don't know the reason why they are calling for the Holy Spirit to come down. But you're capturing someone else's prayer. Whatever comes to your heart, so long as your heart is in the right posture. Atukisema our Father who art in heaven, hallowed be thy name. If that is the only prayer you know, pray. There are some people the also, Holy Spirit intercedes. There are some people also, because there is someone out there who is listening and would like would be like, sasa mimi ni ule wa kunyamaza. Mimi sina hata hizo our Father. Mimi ni ninyamaze hata nifungue macho na waangalia. Come and keep quiet. Come and keep quiet. You never know, hata labda si hiyo maombi, the word itself. Ama labda utapatana na mtu hapo nje mkipewa cup of tea. Speak a word or two and it will help you. True. That is how your journey with Christ will start. True. So a journey begins by a step. Because there Karo vile nilijua church, the way that nilifika GM, inaniambianga there's a lot of people who doesn't know there is church in Qatar. True. Yani vile nilifika Qatar sikuwa najua kuna church at all. Nikafanya kwa nyumba, nikamaliza, nimetoka nje, nimekuja kwa kampuni, sijui, nimepiga mwaka nje, sijui. So niambie ni wangapi wamepiga hiyo mwaka and they don't know. True. So what I would encourage our viewers is to share the video, like share the link to other people, your friends who you know that maybe they don't come to church, or your friend who you know that she is working in a house that she don't even come out. She might share with someone who will be encouraged, right? True. So let them come. Come to church. Like this is the only place where you will find peace. Zile vitu zote, imagine anakuambia njoo kwangu ulie na mizigo mizito nitakuvua. Imagine hizo burden zote unafeel mimi ni mlevi, mimi sijui nilifanya nini, mimi sijui I've been a prostitute, mimi sijui those burdens, those are the things that we are not talking about chondoze. Those are the burdens. Atakuja atazitoa zote. Na utabaki sasa wewe ukiwa mpya. Ndio apate mahali pa kuishi, lazima aklie hizo vitu. As a farmer, we said ni farmer, si ndio? Anatuambia yeye ni mkulima. Kwani ni mkulima gani anapanda shamba yake ikiwa chafu? Hakuna. Lazima ataklia uchafu yote ndio apande. So kuja akuoshe. Akae ndani yako and life starts very sweet. True. Inakuja mimi sijui Karo naweza sema nini, how my life changed. I don't know. God. To a point familia yako inakutrust as if wewe sasa ndio msaada yao kwa maombi. Pray for this, pray for this. That's why I told you, ukisimama ukikubali Mungu aingie ndani yako wakati umeokoka, jua sasa wewe usiangalie mamako ameokoka. Yes, ameokoka. Ukiangalia in a way that my mom is born again, my dad is my family is a Christian family. Uta relax spiritually. True. You don't need to relax. You need to know it is me now. Salvation is for yourself. It is me now to even carry their burdens. It is me now. Kama mimi vile nilichukua mizigo zao, nilibeba burdens zao, ati ndio niende niolewe, niwaachie sijui wakuwe na uwezo wa kulisha dadangu. No, now I will take it spiritually. Like hii mzigo, hizi mizigo zao inakuwa yako. Yes, ni wa Kristo. But kuna vitu, kuna altars zinakuanga kwa kila familia. Kuna vitu tu usumbua kila familia. Just take it. Kama wewe umeokoka na umekubali Mungu, take it.
ni wewe, take it personal. Sasa ni mimi na hiyo nitapambana nayo. Be one of the pillars. Yes. Umenifanya nikafikiria like how a house is built. It is not just built with one pillar ndo inashikilia all the walls. Yeah. Pillars are created all Yeah. around the corners. So you cannot say because there are other pillars na mimi niko katikati si lazima nijiconnect kwa nini. If you do not connect then the house falls down. So you need to choose. connect. You need to be one of the pillars, yeah, right? and that for the house makes to be the house Yeah. strong. Yeah. And it lasts and it survives no matter what winds, no matter what storms, Yeah. no matter what weather storm on it. Yeah. So be a what pillar. I would tell them is, who doesn't come to church, just come. Yeah. You are not born again, just come. You are born again, come. You don't know God, just come. You just come. Wherever you are, just come. True. Those who are born again, those who knows Christ, just keep connected. Go deeper. I'll just repeat these words because they've been speaking to me the whole of this week. Go deeper. Go deeper. There is something about these words. Go deeper. Yeah. In Christ. Go deeper spiritually. Yeah. Amen to that. Amen to that. I believe as viewers you have been blessed, and as we said even from the beginning, this story it's not just a story, it is a form of ministry. We are ministering unto the lives of people, and I pray that it blesses you and that you use it to bless the lives of others, as my sister said. Let's share these words out because you never know how many things people are going through out here. You never know who may be needing to hear one or two or three words that have come about on this show. It is not just a show, as we always said. This is a reaching out of, it is an evangelism of the ministry of God. So let's evangelize by spreading the gospel of God, spreading his, giving, how we share the glory that God deserves that came out of Rahab's life, how he used her life to bring glory to his name. And he worked all things around. He turned her life around. And that where she is at now is not where she was and is not where she will be in the future, because her life is progressing day in, day out. So we ask you, our fellow viewers, do spread out this story. Let it be a blessing unto the lives of others as it is being a blessing unto you. And we ask you out there, we're calling out to you. If you believe in your heart, not just believe, but I believe all of us have stories that speak of transformation, speak of God's mercy, his goodness, his love, and his faithfulness in our lives. No story is too big and no story is too small to speak a word of encouragement, of love unto the lives of people. So come one, come all. Tune in next time, and God bless you. So please bring us your amazing stories and let's share out to the world. I'd like to give you the order of services for the week. We have the Friday services, which we have two services, the first and the second service. The first service begins from 8 a.m. to 9:30 a.m. We have the second service from 10 a.m. to 12:30 p.m. We have the kids' church that happens first floor kids hall, 10 a.m. onwards. We have the night of worship, which happens every last Friday of the month from 8 p.m. to 12:15 p.m. We have our midweek services, which are the church workers meeting every Tuesday, 7 p.m. to 9 p.m. We have the church prayer meetings every Thursday, 7 p.m. to 9 p.m. We have the Swahili and Luganda Fellowship every Saturday, 4 p.m. to 6:30 p.m. We have our shift show, which happens every Saturday from 7 p.m. to 9
p.m. Purpose to attend and purpose to view. For any inquiries, please contact the church number 666-55809. Please follow us on our social media platforms, IG, Facebook, Instagram, and on YouTube. Let's bow down for a word of prayer. Heavenly Father, we want to say thank you for this session that we've had. Lord, I pray that this stories continues to reach the lives of so many people, that, Lord, you would make it past the boundaries of globes, and that it would cross borders, oh Abba Father, that it would bless people, encourage them, build them, and bring them to you, O King of Glory. Let these stories bring glory and honor to your name. And Lord, may you bless each and every individual that tunes their ear to this, and that you would speak over their hearts and over their lives. Bless Rahab, O King of Glory, and that you would continue to favor her and to increase her and to continue to build her up in your ways, O Abba Father. Give her more muscle to continue to walk in your ministry, O Abba Father, and may she continue to be a blessing unto the lives of others, O King of Glory, in her comings, in her goings, in her walkabouts, in her work, in every area of her life. That, Lord, you would get all the glory and all the honor and all the praise from her life, O King of Glory. Lord, bless each and every member that comes into work to make this show prevail, O King of Glory. And Lord, I pray, O Abba Father, that you would continue to spread table talks to the ears and to the screens and to the views of so many people, O Abba Father. We bless you, we honor you, and we glorify you. For whatever we haven't prayed for, may the Holy Spirit intercede. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Peace out.